Wewe ambaye unataka kufahamu namna ya kurecharge coin za TikTok ili uweze kujifti watu, naomba nikakuelekeze hatua kwa hatua ili ujue namna ya kurecharge. Yes, kurecharge ni nini? Kurecharge ni kununua coin kutoka kwenye pesa yako kuibadilisha kuwa sarafu ya TikTok ili uweze ukajifti. Ukifika TikTok utaona kuna gifts tofauti tofauti, sijui rose, ice cream, finger heart, hand heart, zipo gift nyingi. Kwa hiyo itategemeana na wingi wa sarafu zako ulizonunua kutokana na pesa yako ambayo umetaka kufanyaje, umetaka kununua hizo sarafu za TikTok au coin za TikTok. Okay? Nataka tuende hatua kwa hatua nikakuelekeze. Kitu cha kwanza ni lazima uwe na kadi, yani Visa card au Mastercard. Tigo Pesa wanatoa Mastercard, M-Pesa wanatoa Visa card. Okay? Sasa nitakwenda hatua ya kwanza kutengeneza kadi wa kutumia M-Pesa. Napenda sana kukushauri utumie M-Pesa kwa sababu ya usalama wa pesa zako. Namna gani? Hivi M-Pesa huwezi pesa ikakatwa kutoka kwenye M-Pesa kama hujaihamisha kutoka M-Pesa kwenda Visa card. Lazima uihamishe pesa kutoka M-Pesa uipeleke Visa card ndio uweze kufanya hayo manunuzi ya hizo coin za TikTok. Au pia kama unataka kufanya manunuzi ya kitu chochote kile cha mtandaoni ambacho kinataka uwe na kadi. Okay? Tofauti na Tigo wanakata moja kwa moja. Ukishatengeneza kadi wanakata moja kwa moja kwenye Tigo Pesa. Kwa hiyo ni option yako. Utake kukatwa moja kwa moja kwenye Tigo Pesa ili usipate tabu kuhamisha kama M-Pesa wanavyofanya, au utumie M-Pesa uhamishe pesa kutoka M-Pesa uende kwenye Visa card. Okay. Ngoja nikuelekeza sasa namna kutengeneza hii Visa card ya M-Pesa tunatengenezaje. Nenda moja kwa moja kwenye menu yako. Kama unakwenda kuandika namba ya simu, sasa wewe andika menu hapo. Andika *150 *00 alama ya reli kwa watu wa M-Pesa, yani Vodacom. Ukishaandika *150 *00 reli unakwenda menu ya kawaida. Then unakwenda namba 4 lipa kwa M-Pesa. Ukishabonyeza namba 4 unakwenda namba 7 Visa card. Ukishakwenda namba 7 unakwenda namba 1 tengeneza kadi. Ukishatengeneza kadi unakuwa tayari ushatengeneza, kwa unarudi tena kwenye menu. Utarudi na kwenye menu yako, hatua ya pili hiyo. *150 *00 reli. Baada ya hapo utakwenda tena namba 4 lipa kwa M-Pesa. Alafu tena utakwenda namba 7 Visa card. Alafu sasa hapa utahamisha sasa pesa. Yani namaanisha uende namba 3 tena. Unaruka hapo uende namba 3. Weka pesa kwenye kadi. Kwanza tumetengeneza kadi. Sasa hivi tunaweka pesa kwenye kadi. Ni kwa nini? Huwezi ukapewa taarifa za kadi yako kama hujaweka kiasi chochote cha pesa kwenye hiyo kadi. Kwa hiyo utabonyeza namba 3, utaweka namba 3, weka kiasi cha pesa kwenye kadi yako. Chochote kile, kuanzia 1000 kwa sababu coin za TikTok unaanza kununua 1444 unapata coin 30 kwa TikTok. Okay. Utaweka maybe 1500 au 5020, ni wewe ambao unataka kununua kwa kiasi gani hizo coin. Ukishabonyeza namba 3 itakwambia weka kiasi cha pesa. Utaweka kiasi chako cha pesa hicho, labda 1500, 2000, 5000 au zaidi hapa ambako unataka wewe kununua hizo sarafu za TikTok au coin za TikTok. Ukishaweka hiyo utasend, then utaweka namba ya siri ili uconfirm muamala utoke kwenye M-Pesa yako uhamie kwenye Visa card yako ya M-Pesa. Sasa ukishamaliza hapo tunatafuta sasa tupate taarifa za hiyo kadi ambazo tutakwenda kuzitumia kwenye kurecharge hizo coin. Utabonyeza tena nyota, utarudi kwenye menu. *150 *00 reli. Alafu utakwenda namba 4 tena lipa kwa M-Pesa. Alafu utakwenda namba 7 tena Visa card. Hiyo ni process ya 3. Baada ya hapo sasa ukishafika hapo kwenye namba 7 Visa card, utakwenda kubonyeza namba 2 sasa taarifa za kadi ili upate taarifa za kadi zako. Ukishaibonyeza namba 2 basi moja kwa moja atakuletea taarifa za kadi zako. Hizo taarifa za kadi zinakuwa na namba nyingi. Details za kadi itakuwa na namba nyingi, alafu kuna sehemu imeandikwa tena CVV, utapewa zipo namba 3 tu. Alafu utapewa expiring date au XP, zipo inakuwa ni mwezi na mwaka kwa expire kadi yako. Okay, hapo haupewi jina, lakini pia kuna kuaga na jina. Jina ni lile ulosajilia ile line, maana kuna mwingine amesajili line yake
kwa jina la baba yake, mama yake au rafiki yake, lakini kuna yule ambaye amesajili kwa jina lake mwenyewe. Kwa hiyo utatumia jina la ile line ya Vodacom uliosajilia. Okay? Yes. Sasa hizo namba nyingi ambazo utaziona hapo juu, hizo ni namba hizo ndo kadi namba. Hizo ni kadi namba. Nitakuelekeza tunakwenda kuziweka wapi. CVV utaona namba 3. Kila mtu anapewa namba yake ya CVV. Zipo namba 3 tu. Alafu expiring date utaona ni mwezi pamoja na nini? Pamoja na mwaka wa hiyo kadi yako ku expire. Okay, hapo inakuwa process nzima ya M-Pesa kutengeneza kadi ya Visa, kutengeneza kadi ya Visa ya M-Pesa tumekamilisha. Kinachofuata, manake hizo taarifa zako ndio kadi yako. Okay? Unielewe hapo. Hizo taarifa au hizo details zilizotumiwa ndio kadi yako. Okay, moja kwa moja sasa twende kwenye website ya kurecharge. Kuna mwingine ambaye anaweza kurecharge kwenye TikTok moja kwa moja, lakini kuna mwingine ana recharge kwa kutumia website ya Getcoin kwa sababu ya chip. Yani kwenye TikTok coin zipo juu kidogo, lakini kwenye Getcoin, application ya Getcoin, coin zipo chini. Kwa kama unataka hiyo website ya Getcoin, link nimekuwekea hapo kwenye hii video. Utaiklik hiyo linki, then itakupeleka kwenye hii kwenye hiyo website kama hivi. Inakuwa kama hivi. Kwa hiyo hapa inakuwa ni moja kwa moja. Ngoja nikuonyeshe kitu ni logout inavyokuwa mwanzo. Hapa nili login. Okay? Ninachokifanya, ukifungua moja kwa moja kwanza, ukifungua hiyo linki itakuletea mfumo huu hapo. Ikikuletea hivyo itakuhitaji ulogin, yani uconnect TikTok account yako na huku, ili ukinunua coin zako ziende kwenye ile TikTok account yako. Cha kufanya hapa, utakuja kubonyeza hapa login. Okay? Utabonyeza login. Ukibonyeza login hapa, itakuleta hapa. Ikikuleta hapa, wewe usipate shida kuandika email ama nini, njoo hapa moja kwa moja palipoandikwa use TikTok app. Utabonyeza hapo use TikTok app. Ukishabonyeza use TikTok app, itakwenda sasa kujiconnect automatically na ile account yako ya TikTok. Okay? Hakikisha ile account ambayo ndo unataka ununulie coin ndio hiyo ambayo utaconnectia. Kama una account mbili, basi confirm kwamba ile account ndio hiyo ambayo nataka ninunulie coin. Kwa mfano kama hapa, nakuja kununulia kwenye account yangu hii hapa. Account yangu hii ambapo kama unavyoona. Kwa hiyo utakachokifanya, utakwenda ku login sasa. Imeshaji process, nita login ili account iende huku kwenye hii Getcoin app. Ita confirm hapo, then utaona mabadiliko hapo. Kwa hiyo hii ni Getcoin app. Alafu nitakwenda kuelekeza pia kama unataka kununulia TikTok moja kwa moja. Okay. Hapa sasa tayari imeshakuwa login. Unaona imeshakuwa login hii account. Cha kufanya hapo, utakuja kuchagua wewe hapo unataka kununua za kiasi gani. Kama unavyoona zinajielezea bei yake. Coin 30, 1000 na 30 za Kitanzania. Hivyo utaangalia mwenyewe unataka kununua kiasi gani. Ukitaka kuongeza pesa, maybe unataka kuandika sasa kiwango, labda unataka kununua coin 70. Hapo hamna 70, ipo 80. Unataka kununua coin 200. Hapa hamna 200, kuna 100. Na mwanzo wa kununua coin ni kuanzia coin 30 kwenye hii website. Okay? Au kwenye hii app. Ila TikTok unaanza kununua coin 5. Kwa hiyo utachagua ununulie huku au kanunulie TikTok. Yote nitakuelekeza, usijali kabisa. Tumeanzia huku kwenye Getcoin, yani hii website. Okay, utakuja hapa kama unataka kuandika idadi ya coin unataka kununua kwenye costume hapo. Utapa click hapo, itakuja hivyo. Utaandika maybe coin 200. Okay? Utaona thamani ya coin 200 ni shilingi ngapi. Hii hapa imejeleza ni 6276.72. Kwa hiyo kwenye account yako kwenye kadi yako ya M-Pesa Visa card, hakikisha kama unataka kununua coin 200 kuwe na pesa hiyo hapo 6276. Au ukitaka kununua coin maybe za shilingi ngapi, maybe za 50.
coin 50, utaona thamani yake hiyo hapo 1569. Kwa maana yake kwenye kadi yako kuwe na hiyo pesa, okay? Then ukishaandika hapo, unakuja huku chini kubonyeza recharge. Utakuja chini huku kubonyeza hapa palipoandikwa recharge. Utaklik hapo. Hakikisha kwenye balance yako kuna pesa, okay? Then utakuja hapa. Ukishafika hapa, itakuletea option ya add credit card. Utabonyeza hii add credit card. Hizo nyingine utazikuta. Hizo utazikuta. Utakuta hiyo add credit card kama nilivyokuwekea hapo, hii add credit card. Utaiclick hiyo add credit card. Sasa hapa kwenye ku add credit card ndio utaandika sasa, ndio utafanyaje? Utaandika kadi zako. Utaandika zile namba za kadi nyingi ulizopewa na M-Pesa Visa card, ndio utaziandika hapo juu. Hapa juu utaziandika zote kwa usahihi bila kukosea. Alafu card holder name ndio utaandika jina la line ya Vodacom uliosajilia, yani jina uliosajilia ndio utaandika hapo line yako, yani jina lile. Kwa maana kuna mwingine anaweza nikasema andika jina lako, kumbe kasajilia na jina la baba yake, au line kasajilia na jina la baba yake, au kitambulisho cha rafiki yake hivyo. Hapo nafikiri umenielewa. Expiration date maana yake ni expire date, imeandikwa EXP kule, unapewa kifupi hicho. Utakuja kuandika mwezi kama ilivyo, unaandika kama ulivyopewa, okay? Yani usipunguze wala usiongeze, kama ulivyopewa. CVV au CVC utaandika, zipo namba 3 kama ilivyo unaandika. Then ukishamaliza utabonyeza hiyo play now. Ukishabonyeza play now, ita process kama hivyo. Kama kuna pesa itakatwa automatically hiyo pesa, okay? Itakatwa, lakini saa nyingine inakuja hivyo pin, okay? Inakuja uweke pin. Hizi pin zitatuma kwenye M-Pesa yako. Zitatuma hizo pin kwenye M-Pesa yako. Kodi zinatumwa kwenye M-Pesa yako. Utazikliki, utaibonyeza hiyo kodi. Inaweza ikaja kwa mfumo huu au ikaja kwa mfumo mwingine. Alimradi utaona sehemu ya kuweka pini, kiboksi kidogo. Sometimes inakuja kiboksi kidogo kinakuwa kushoto, alafu chini kimeandikwa wasilisha au confirm au sitisha, hivyo inakuwa hivyo. Either ije hivi au ije kwa mfumo wapo, lakini yote kikubwa uandike hizo kodi ambazo utatumiwa kwenye namba yako ya ile M-Pesa, okay? Then utaconfirm. Ukishaandika hizo utaconfirm. Ukisha confirm basi automatically pesa itakatwa kutoka kwenye M-Pesa Visa card yako. Ikishakatwa manake coin zitakuwa zimefanyaje? Zimejinunua. Coin zikishajinunua, utakuja sasa kucheki kwenye balance yako, utaona balance yako imefanyaje? Imeongezeka. Utaona balance imeongezeka. Balance ikiongezeka basi tayari umeshanunua hizo coin. Kwa utaamua mwenyewe log out kama unataka ku log out account yako, ili baadaye ukitaka kununua tena na log in. Of course mimi napenda nikishanunua na log out. Sipendi kuiacha account yangu ikiwa ipo hivyo hivyo. Utabonyeza hapo kwenye hicho kimstari hapo juu. Utabonyeza hapo, itakuja hivyo, then uta log out. Utabonyeza log out, itakuja hivyo, utamaliza ku log out. Sipendagi kuiacha account yangu hapa. Mambo ni mengi. Yes, hiyo ni namna ya kurecharge kwa kutumia hiyo Getcoin. Sasa nikakuelekeze kutumia TikTok account yako moja kwa moja, okay? Ukitaka kurecharge kwa TikTok utakuja kwenye account yako ya TikTok, alafu moja kwa moja utakuja sehemu ya hapo chini iliyoandikwa profile. Yes, kwenye profile hapa utapabonyeza. Ukifika kwenye profile itakupeleka hapa. Ukifika hapa utakuja sehemu hii hapa hapo juu kabisa hapo. Yes, utaklik hapo, utabonyeza. Ukishabonyeza utakuja hili eneo lililoandikwa balance hapo. Utaklik hapo balance. Itakupeleka moja kwa moja kwenye balance yako, okay? Yes, kama hivi. Njoo hapa, bonyeza hapa Getcoin hapo. Turudi hapo kwenye Getcoin. Yes, bonyeza kwenye Getcoin hapo. Ukishabonyeza kwenye Getcoin ili ukaangalie option unataka wewe mwenyewe kununua coin au sarafu za namna gani. Huku ni kwenye TikTok, okay? Tumetoka kwenye website ya Getcoin, tumerudi kwenye TikTok yenyewe hapo. Okay, nataka nunue maybe sarafu za shilingi ngapi? Utachagua hapo. Umeona huko unaanzia 5. Kwa hiyo huko option yake unaanzia 5, kule option yake unaanzia 30. Kwa hiyo utachagua option ni yako wewe. Wakaanze kununua 5 au ununue 5 huko TikTok, au kaanze kununua 30 kule kwenye Getcoin app. Okay? Utachagua amount hapo,
alafu utai-click, utachagua amount, maybe nataka kununua coin za 460. Alafu nitakuja hapa kubonyeza chini hapa recharge. Nitabonyeza recharge hapo. Ukishabonyeza recharge, itakuleta hapa, utabonyeza continue. Yes, utabonyeza hiyo continue. Ukishabonyeza continue, itakuleta hapa. Utakuja kwenye add credit or debit card. Uta add hapo. Ukisha add hapo sasa hapa utakuja kuandika zile kadi zako. Kadi namba kama kawaida utaiandika hapo, zile kadi namba. Alafu vile vile mwezi na mwaka wako expiring date utaandika hapo, na ile CVV utaandika hapo. Then utafanyaje? Utasave. Ukisha save, itakwenda kununua automatically. Kwa hapo inakuwa umenunua. Hapa haijafanya hivyo kwa sababu sijaandika hizi kadi. Kwa hiyo inakuwa ni njia. Ukisha save basi itajinunua automatically, pesa itakatwa kutoka kwenye Visa card yako. Okay, twende moja kwa moja nikakumalizia wewe mtu ambaye unataka ku exchange coin. Umeshatumiwa gift za kutosha, unarudi back. Umeshatumiwa gift za kutosha, sema unataka uze exchange kama hivyo, maybe hapo 0.14. Maana kuna watu walinigift thamani ya coin hizo hapo. Okay, unachokifanya utakuja moja kwa moja pia vile vile utaingia kwenye account yako ya TikTok, then utakuja kwenye profile, alafu utakuja huku juu kama mwanzo. Kama unataka ku exchange, utakuja utabonyeza kwenye vilamu vitatu, then utabonyeza balance hapo. Ukishabonyeza balance itakuleta, itaload kidogo, then itakuleta hapo. Utakachokifanya wewe, kwa wewe ambao una exchange sasa, ukishagiftiwa unatakiwa uze exchange na ukamgifti mtu. Okay, unakuja hapo sehemu iliandikwa view hapo. Yes, utabonyeza hapo juu kwenye hiyo USD view. Ukishabonyeza hapo itaload, itakuleta mahala hapa, then utakuja kukliki hapa tena hiyo option hapo. Utaiclick hiyo option hapo, utaenda hapo. Ukishaenda hapo moja kwa moja itakuleta hapo. Ikikuleta utakuja kubonyeza hapa. Kwa hapa kuna option exchange, kuna option ya withdraw. Kuna wale ambao wanatoa wanazitoa pesa wanataka kuzishare, kwa sababu TikTok pia inalipa. Kwa mtu ambaye anataka atoe pesa ana withdraw hapo, lakini sisi tunakwenda kwenye ku exchange kwa sababu ndio lengo letu ambao tunatengeneza hii video. Okay, yes, utabonyeza exchange hapo. Ukishabonyeza exchange itakuleta hapo. Okay, utaanza ku exchange hizo coin. Kwa mfano kama 0.14 na nitapata coin 11. Kwa hiyo nikibonyeza hiyo 0. Either niandike hapo, au mara nyingi unakuaga sometimes una option kama hivi. Unataka ununue coin moja, exchange moja, au exchange 10 au zote 11 wewe hapo. Ukishaibonyeza hiyo, ukibonyeza hivi kama 11 exchange, basi coins zina exchange zinakaa kwenye balance yako, unaweza kugift mtu yoyote. Kwa hiyo ni simple kama hivyo. Nafikiri hapo itakuwa tumekwenda sambamba na nimejibu maswali yote mawili kwa wakati mmoja. Okay, kwa hiyo kuanzia sasa hivi kama unataka uwe gifter, basi fuata hayo maelekezo, utakuwa gifter kama walivyokuwa magifta wengine, ili uweze kupata followers kwa wingi, kwa sababu wengi mahost wengi wanataka magifta ndo wanawazingatia. Kwa hiyo kama ni gifta, unanunua coin zako, una gift, unaweka account yako pale juu, hosti hakushushi, unapata followers wa kutosha. Au kama mwenyewe una enjoy tu kugifti watu rafiki zako, hivyo ni kama game. Okay, yes, namna hiyo. Hapo nafikiri nimejibu hayo maswali. Asante, karibu tena, bye bye.